Leo nitakufundisha mbinu bora kabisa ya kuweza kufanikiwa kupitia FanSport. Mbinu mojawapo ninayokufundisha ni mbinu ya foul. Madhambi yanayotendeka ndani ya mchezo ukiwa unachezwa. Hii haionyeshi ni madhambi ya aina gani, ila yanayoitwa madhambi. Na njia hii pekee ndio itakaye kufanya uweze kurecover lost ulizozipoteza kwa muda mwingi. Kwa hiyo kama wewe ni mfuatiliaji wa masomo ya Kalegesa, basi mimi naomba uwe wa kwanza kuweza kusubscribe ili uwe wa kwanza pia kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa twende moja kwa moja kwenye hii mbinu yetu nzuri kabisa. Mimi nitakuja kwenye eneo hili la all. Nitakuja kwenye pre-match. Hapa nitatazama tu uwiano. Nitatazama uwiano. Uwiano wake hapa ni kutazama, acha tuone. Mimi hapa kwanza natizama uwezo wa timu kwenye attacking, uwezo wa kuattack. Kwa mfano hii mechi hapa unaona ni Galatasaray yuko nyumbani. Kwa hiyo Galatasaray ataudominate mchezo. Kwa hiyo kama ana dominate mchezo, manake fouls zitakuwa nyingi. Kwa sababu timu yoyote ambayo ina dominate mchezo inakuwa na ball possession kubwa. Hiyo timu wachezaji wapinzani watakuwa wanafanya individual mistake, makosa ya mara kwa mara. Makosa yale watakapokuwa wanayafanya, manake zitatokea faulo ndani yake. Kwa hiyo number 1, lazima uhakikishe unachukua timu ambayo iko vizuri kwenye attacking na ina uwezo kuutawala mchezo kwa hiyo mechi. Sawa. Ya pili, utakuja kwenye eneo lenyewe husika la faulo. Kama hili hapa. Hapa sasa utakwenda kufuata taratibu za over and under kwenye faulo, ambazo hizo taratibu za odds zake ambazo wewe unatakiwa kuzifuata ni odds kuanzia 1/80 au 1/79. Nianzie hapo 1/79 kushuka chini hadi 1/60. 1/79 hadi 1/60. Sawa? Kwa hapa tunaona over iliyokuwa yenye around 1/60 kwenda juu ni hii over 24.5. Maana faulo zitakuwepo kuanzia 24.5. Tunavyosema 24.5 maana yake ni kuanzia faulo 25 total. Sawa? Hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri. Lakini pia mechi nyingine ambaye naona ina uwezo kuwa kwenye hali ya dominate kwenye mchezo, kwa hali ya kutawala mchezo, nimeona hii hapa ya Wolverhampton na Blackburn. Hawa Wolverhampton na Blackburn, hawa wote style yao ya uchezaji wanatumia style moja. Wana attack kwa kasi, wakitumia wingbacks, watatumia watu wa pembeni. Hata Blackburn nao style zao ni hizo hizo, huwa wanapenda kutumia watu wa pembeni, watu wenye kasi. Kwa hiyo hizi timu zote ziko vizuri kwenye uwezo wa speed. Sasa timu inapokuwa kwenye speed kali kwenye attack, ndipo zinapotokea faulo. Kwa hiyo naona pia hata hii ina uwezo wa kupatikana faulo nyingi. Ngoja niangalie hapa.
Hii ina 173 kwa faulo 22. Sawa, ambapo kwa hizi mbili tu unaweza ukapata zile odds ambazo watu huwa wanazipenda sana za 2.5 kama hivyo unavyoziona hapo. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi ninapofundisha somo jingine. Unaweza ukapata video kwa haraka zaidi. Lakini pia kama unaona mafunzo haya yanakusaidia, basi unaweza kushare kwa wengine nao wapate masomo kama haya, ili tuweze kusukuma gurudumu la football mbele ya safari huko tunakoelekea. Kwa hiyo ni kitu bora sana. Taweka tu kidogo kwa sababu ile lengo tu kufundishia. Kama unavyoona hapo, list yangu ndio hiyo. Sasa napenda nikuelekeze kitu kimoja ambacho ni cha ziada kwako. Kwanza kabisa, hutakiwi kukata tamaa. Hiyo ndio kitu cha msingi zaidi kwenye football. Hutakiwi kukata tamaa. Lakini cha pili, unatakiwa kuamini kile ulichokifanya. Jambo la pili ni kuamini kile unachokifanya. Jambo la tatu ni kuconcentrate au kufocus na lile jambo ambalo unahitaji kulitenda. Hivi vitu vitatu ndivyo vinavyobeba mafanikio kwenye football. Kwa hiyo lazima uelewe vitu ni vya muhimu kuweza kuvifuata au kuvitekeleza. Thank you guys.